Nyasi imeisha. Ni hapo tu kwa parents ndio tukiwa parents tukuwa na hewa safi. Na aliambiwa ni before saa 2 before tuende parents. Tulikuwa tunapata tumemwagiwa maji kama unasema nini? Hata wiki ilisha mkasikia vibaya. Fubi ikarudi. Kwa nini? Kwa nini niseme haya? Kwa sababu saa hii tumechukua watoto ni kama mayai. Tunaiweka. Nakumbuka wakati utachukua Wanjiku wakati utalea hongo, najua hizi zinapaa juu zinachukuanga vifaranga. Wanjiku ukichukua hiyo kitu inakuranga vifaranga, ukuje ule pamoja na vifaranga, wakati itakuja kugundua hiyo inakuranga vifaranga, itapita na moja yako. Sio moja, hata itakula. Kitabugundua itakuwa imepita na vifaranga wako. Ni kama kulea chui na mbuzi pamoja, kachuni kadogo. Sasa unajua hata jua kukura mbuzi, wacha ikuja ikue, utajua inakuranga nyama. Sababu gani? Sababu wewe umefunika, yani huyu mtoto umemchukua, umemweka kama mayai. Kwa hivyo mzazi, nataka ujinjue wewe, yani jukumu lako katika familia ya mtoto ni nini, Wanjiku. Na ndio maana nashukuru Mwenyezi Mungu sababu tukisoma neno pale imesema, wewe mtoto utii wazazi wenu hili mkaweza kuishi maisha mengi. Na hiyo ndio amri ya kwanza ya ahadi. Kwa hivyo wazazi, hata sisi tunachangia pande nyingine kulaaniwa kwa watoto. Sasa wewe serikali, wewe uko katika wizara ya ile ya elimu. Hata wewe kuna kitu unachangia maisha ya huyu mtoto. Sahili umesema mtoto ati Wanjiku, unajua tuliambiwa na director sababu sasa bado tunasoma, ati kuna sheria imewekwa, sijui ikawekwa imewekwa tangu nini, ati wewe mwalimu ukipatikana unachapa mtoto unaweza kufungwa miaka. Kwa nini? Kwa sababu ya kurekebisha mtoto. Wewe mserikali unafunga mwalimu kwa kurekebisha mtoto. Sasa hiyo ni nini? Mnalea nini mnasema? Na mnasema hata mnaekea watoto laana. Nyinyi ndio mnagawia hawa watoto laana. Wanjiku, huyu mtoto kutoka grade 1, 2, 3 mpaka afike grade 9 achapwi na mtoto, achapwi na mwalimu. Hebu niambie, akikuja kufika hiyo mnasema ni form 1 ama ni form 2 ama ni whatever hizo mnaita hapo, hebu niambie akimaliza shule ni nini hii ambayo mmelea? Na kweli masomo inakosa. Mumelea haina ladha sahihi. Wanjiku, haina ladha. Sababu Wanjiku unapata mtoto ukimchapa tu hivi anaenda anaambia mzazi na yeye anakuja pale. Akikuja pale mzazi na director yani wanaona huyu mwalimu kama anikuchukia na mchukie mtoto. Wanjiku, hakuna mwalimu amechukia mtoto, lakini lazima umempelekea. Mbona amempeleka shule? Ona, mwalimu hajashukia mtoto, lakini mahali imefika mtoto wako atashukiwa. Maana kama mimi nikiwa mwalimu nitakuguza, nipelekwe mbele. Unajua hata nitakosa radha ya kukufuza. Kweli? Unajua hata sitakufuza. Unajua utakuwa kuja unaingia kwa class. Mimi na nyamaza. Wewe ongea tu. Mimi nafuza yule mtoto anaona anatii. Lakini yule mtoto anaona hatii, mimi naachana na yeye. Lakini unajua ni nini tunaelekea wapi? Nayo itafika aje Wanjiku? Itafika ya kwamba ati wewe unasema hii shule ya sijui ya wapi haisofundishi vizuri. Ni wewe. Kwanza wewe umefanya nini? Wewe umeshangia nini wewe? Wewe unashangia hiyo. Wewe ukiwa katika kiti ya wizara ya elimu umechangia nini kwa huyu mtoto? Wacha nikwambie Nyaga. Usione ni kama tu shuleni. Unaona kwa manyumba. Wacha nikwambie Nyaga. Ni shule wote wameungana hivi. Wacha si shuleni peke yake Nyaga, mahali nataka kuangalia kwa watoto. Wacha nikwambie, wewe uko mzazi na ni pande ya wazazi wa mama na baba. Nyaga, nyinyi wote wawili mnaenda kazi. Kweli? Na wakati mnaenda kazi mnatafuta mfanyikazi. Huyo mfanyikazi kazi yake ni gani? Ni ya kukusaidia wakati wenye uko kazini, mahali unaelekea kazini. Wacha nikwambie Nyaga, ukiwa pale kazini, wewe wewe mawazo yako iko hadi watoto wako wako safe. Kwa sababu umewaachia mfanyikazi. Huwezi kuwa ati mtoto wako anafanya tabia mbaya na ule mfanyikazi hata ongelesha mtoto wako wala hata mguza. Unamfukuza. Wala wacha kumfukuza, unakelelesha mpaka ule mfanyikazi mbele ya wale watoto. Hebu niambie ni nini naye mfanyikazi wakati umeenda kazi anajua mimi nakelelesha kwa sababu yenu nyinyi na nyinyi mtajua mjui. Wewe ndio unaletea mtoto wako ile kitu yenye haistahili. Kweli?
mpaka unakuta mtoto wako pengine hata ameuliwa na ule mfanyikazi. Kwa nini? Mfanyikazi anaona huyu mtoto ndiye sababisho yangu ya kupigiwa kelele ama ndiye sababisho yangu ya kutukanwa.